Naam, kikosi cha timu Albamiro wameweza kumaliza mtanange wao wa mwisho hapa katika uwanja wa Kiganja. Mtanange uliotamatika kwa sare ya 1-1 dhidi ya kikosi cha Ushikaji Mgumu. Na hapa nipo na captain au naweza kumuita mwalimu mkuu wa kikosi hichi cha timu Albamiro. Bwana, mambo vipi? Mambo poa. Mtanange ulikuwa mzito, mechi ilikuwa kubwa. Nini kilikuwa kigumu leo kwa upande wako kwenye kupanda matokeo kwenye upande wa kikosi? Kwenye upande wangu kila kitu kilikuwa easier. Yaani kila kitu kilikuwa rahisi. Opponent wetu aliweza kudominate mchezo few second na sisi tukadominate mchezo few second. Ni mchezo wa wazi, tunajua mpira kama ilivyo hapo awali. Kwa hiyo tulibahatika kushinda kipindi cha pili dakika za mwanzoni, na wao walikuja kuturejeshea comeback ya bao 1-1 tukabana alama 1-1. Lakini kila kitu kilikuwa rahisi. Mchezo ulikuwa tough, sio rough. Mchezo ulikuwa mgumu kweli kwa sababu opponent wetu walikuwa vizuri na sisi tulikuwa vizuri zaidi vile vile. Sawa, umecheza na mwalimu ambaye uliwahi kupita kwenye mikononi mwake, Babu Ali Maboga. Labda ameutumia ule ueledi wa kukufahamu, wa kukujua, ndio maana kaamua mchezo wa leo, kwa sababu ameangalia kikosi chako kwanza, unaweza kupata matokeo mwanzo, akaangalia from nowhere area wanakuja kupata nafasi wanaitumia. Una kipi cha kuzungumza kuhusiana na maybe mwalimu anabaki kuwa mwalimu. Mwalimu aliyekufunza anabaki kuwa on the top tu muda wote ule. Kwa hiyo aliweza kusoma mchezo wangu na kipindi cha pili dakika za mwishoni alikuja na mpango kazi wake, na hata jitihada tuliziona za watu ambao wanawatumisha fanyeni hivi, wachezaji wao na wakafuata wakapata kile ambacho walikihitaji. Mimi nahisi ulikuwa ni mchezo mzuri, na alikuwa na option pia vile vile ya kuwin hii game mpira. Sawa, hili limemalizika hapa leo Bwejuu, uwanja wa Kiganja, ikiwa ni mtanange mzito. Kwa upande sasa wa mashabiki wa kikosi cha timu Albamiro, una kipi cha kuambia kuelekea michezo inayofuata? Mashabiki wangu hawaja na commandment ambao mbovu hata moja, kwa sababu mashabiki wangu wanaona na nipo nje, lakini wanatumia SMS mbalimbali na watu pengine fans kutoka Bwejuu from nowhere, lakini wana comment vizuri sana kutoka na wanasema timu yako inajua kudominate mpira nzuri hivi na hivi. Na ikumbuka ya kwamba hatujawahi kupoteza game yote hadi sasa hivi. Toka tuanzishe tuna game ya pili, leo tuna draw manake. Lakini hii ndio game yangu ya mwanzo toka naunda. Ile ya kwanza ilikuwa ni kama nini tupovula multi, lakini hii ndio game yangu ya mwanzo ambayo nimeanza kuicheza hii. Nilikuja kucheza na watu ambao wanajua mpira. Sawa, asante sana. Nilikuwa na captain wa kikosi cha timu Albamiro, na sidhani umepata kusikia mengi yaliyojiri hapa katika uwanja wa Bwejuu, uwanja wa Kiganja. Captain, asante sana, nikutakia maandalizi mema kuelekea michezo inayofuata. Dovje. Sasa naungana na msemaji mkuu wa kikosi cha timu ya Ushikaji Mgumu aweze kutueleza na yeye kwa upande wa mchezo huu wa leo nini au kipi kilichojiri hapa uwanjani. Bwana msemaji, habari yako? Safi kabisa. Maneno yalikuwa mengi, lakini tumekuja kushuhudia ile maana ambayo ulikuwa unaimaanisha toka mwanzo kwamba sisi hatuzungumzi sana, tunakuja kuzungumza uwanjani. Sawa. Mwanzo wapinzani wenu wamepata nafasi, wakatumia, wakapata kusawazisha bao, lakini from nowhere area katika nafasi ambayo isiyojulikana mnakuja mnapata matokeo, mnasawazisha game inakuwa 1-1. Labda kwa upande wa kikosi chako ni kitu gani ambacho ulijaribu kuwahimiza vijana wako kuelekea kwenye mchezo huu wa leo? Okay, kitu cha kwanza nimejaribu kueleza wachezaji wangu kwamba tunahitaji kwenda kucheza mpira, kwa sababu tunakwenda kucheza naye ni mwanetu. Kwa hiyo tunaenda kumwangalia, je, yuko vizuri au bado ana mahangaiko hapa na pale, ili tuweze kumsaidia mawili matatu. Kwa hiyo ndicho tulichokifanya mwanzo. Kwa hiyo tulivyoangalia timu yake vizuri, inajitahidi, ina dominate mpira vizuri, inajua kutafuta, lakini matatizo madogo tu ya kiuchezaji ambao walikuwa nayo, sisi ndio tulipopata nafasi tukasema kwamba kumbe timu yake iko hivi, basi sisi tufanye hichi ili turejeshe ile bao, ili tumweke kwamba tuzidi kumfunza kwamba hapa bado ni chuoni. Sawa, na isitoshe kwamba timu yetu leo kwamba sio timu ambayo yetu sisi ambayo yeye mwenyewe anaijua. Hii ni timu ya kumwangalia yeye nini anakifanya. Sawa, kumekuwa kuna maneno ambayo yanavuka au yanavuma mdogo kuhusiana na timu ya Ushikaji Mgumu kwamba haipo au wachezaji wamekimbia na nini. Una kitu gani ambacho cha kuwajuza wale mashabiki wa kikosi hichi cha timu ya Ushikaji Mgumu ambao bado wana imani na timu yao? Ushikaji Mgumu bado ipo na wachezaji wote wapo. Hakuna mchezaji ambaye hapatikani au hayupo.
ila sisi tunachokifanya kwamba mechi hii tunaleta hawa, mechi ijayo tunakuja na hao, kwa sababu sisi tuna kikosi kipana sana. Umeona, kikosi chetu ni kikubwa, kwa maana hata ambaye anakuja basi yeye mwenyewe anajua jamaa kweli wanafanya kazi ya kweli. Tunakuwa tunaangalia timu tunakwenda kucheza nao ni wachezaji gani ambao wanastahili kwenda kucheza na yeye. Kwa hiyo ndio tunachokifanya. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tukulete muziki kumbe tunaenda kucheza na Mwanakele. Kwa hiyo ni sasa kwamba tunaenda kuua mende kwa nyundo. Sasa ni kitu ambacho si kizuri. Unatakiwa mende muue kwa kiatu, kijiti, kwa sababu ni mwepesi. Sawa, ukimuua kwa nyundo nadhani utakuwa unamvuruga na unakuwa unachezea hasira yake unachokifanya. Sawa, nilikuwa na msemaji mkuu wa kikosi cha timu Ushikaji Mgumu ambaye ameeleza mengi kuhusiana na mchezo huu wa leo. Nikiripoti kutoka hapa uwanja wa Kijanja Buju, wilaya Kusini Zanzibar, mimi Kasim Sadat Othman, Papilo TV.